Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ashurafa. Amma ba'du, fasalamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, tukiendelea na vikao vyetu vya kuzungumzia Ghazwatu Badri, ikiwa hichi ni kikao cha 11. Nikukumbushe tu ndugu mtazamaji kwamba vita vya Badri hivi vimetokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ikiwa sisi tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunavieleza vita hivi ambavyo vimetokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Baada ya Bwana Mtume kushauriana na maswahaba zake kwamba watoke wende vitani, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kupanga sasa kikosi chake. Wakati anapanga kikosi chake, kulikuwa kuna bwana mmoja katika maswahaba ambaye anaitwa Sawad ibn Ghaziya. Sawad ibn Ghaziya, huyu Bwana Mtume wakati anapanga safu zake na anawapanga watu wake kivita, akaonekana kwamba amezidi, amekaa offside, yani amezidi katika mstari kinyume na vile wenzake wamepanga safu. Basi Bwana Mtume akatoa kigongo chake kidogo, akamgonga katika tumbo lake, akamwambia istaqim ya Sawad, istaqim ya Sawad, kaa sawa ewe Sawad, kaa sawa. Yule kijana akatoa sauti kali akasema, ya Rasulullah aujatani, ya Rasulullah aujatani. Manake, ewe Bwana Mtume, ushaniumiza tumbo langu, ushaniumiza. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha bil haqqi wal adli, ametumwa akiwa ana sifa ya uadilifu, hapendi kudhulumu watu wake. Akataka alipiziwe kisasi sasa na yule swahaba, yani akamtaka swahaba amlipizie Mtume kisasi. Akamwambia, sasa kama unaona mmekuumiza, nilipizie basi kisasi, nilipizie kisasi. Baadhi ya vitabu vya sira vinasema kwamba yule swahaba baada ya kupewa fursa na Mtume amlipizie kisasi, akamwambia, nataka ufunue tumbo lako, ufunue tumbo lako, kwa sababu mimi wakati unanipiga tumbo langu liko wazi. Kwa hiyo alqisasu min jinsi al-amal, kisasi kinakwenda vile vile kama ulivyotenda. Kwa hiyo Bwana Mtume akafunua, sema haya nipige, kafunua tumbo lake. Kwa hiyo huku maswahaba upande wa pili wakashangazwa na kitendo kile, sema huyu jamaa vipi huyu? Yani wewe unasubutu kumlipizia kisasi Mtume Muhammad? Kwani Mtume ni kipenzi chetu. Akamwambia, kipenzi akipigwa na kipenzi chake anakuwa anaumia au mimi? Kwa hiyo wewe nakuaje, namna gani wewe? Yani wakaanza wakatamani wamzuie, yani usimlipizie kisasi, lakini walikuwa hawajajua lengo lake. Yule baada ya kufunuliwa tutumbo lile na Mtume, Sawad pale akaonekana analikumbatia tumbo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaanza kulibusu tumbo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenye kitabu cha Khulasatu Nurul Yaqin, Khulasatu Nurul Yaqin juzuu ya pili, wakati anazungumza vita vya Badri, kaeka mlango special anaelezea kisa hichi, ameupa jina bu'ithta bil haqqi wal adli, umetumwa kwa haki na uadilifu, na nadhani mlango huu uko katika nambari ya 13 kama sijakosea. Anasema mwandishi wa kitabu, famarra bi Sawad ibn Ghaziya wa qad kashafa thawbahu famarra bi qadhibihi wa qala lahu istaqim ya Sawad, faqala Sawad qad awja'tani ya Rasulullah faqidni min nafsika, fakashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu fa'tanaqahu wa qabbalahu wa qala ar-rasul ma hamalaka ala hadha, qala aradtu qabla mauti an yamussa jildi jildak fadaa lahu bil khair. Ameandika hivyo. Kwa hiyo Sawad ibn Ghaziya baada ya kufunuliwa tumbo akaanza kumkumbatia, akalibusu tumbo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kulibusu, maswahaba akashangaa Mtume, lakini yeye akafahamu. Maswahaba hawakufahamu, lakini Mtume akafahamu. Akamuuliza, na anamuuliza kwa sababu yeye kashafahamu, lakini anamuuliza kwa kuwapa faida maswahaba zake. Akamwambia, ya Sawad, ma hamalaka ala hadha, kitu gani kilichokupelekea mpaka ukafanya jambo hili? Sawadi akasema, Bwana Mtume, sasa hivi tunaelekea vitani, na mimi siwezi kujua, sijui kwamba huko ninakokwenda nitapona au nitakufa. Sasa mimi ngozi yangu haijawahi kushikana na ngozi yako,
nimependa ngozi hii igusane na ngozi yako ya Rasulullah, ili iwe kama nitakufa katika vitani, iwe maisha yangu ya mwisho, iwe ngozi yangu ishawahi kugusana na ngozi yako. Kwa hiyo Bwana Mtume akafurahi sana, na maswahaba wakashangazwa kutokana na ujanja wa swahaba yule. Bwana Mtume akamwombea dua nzuri kwamba Allah atakujalia insha Allah Sawad kila la kheri. Kwa hiyo hichi ni kikao cha 11. Insha Allah tukutane katika kikao cha 12 katika vita vya Badri. Wassalamu alaikum.